mission Mungu amenituma kwake. Sasa hii hali, katika hizi hali ambazo sioni sawa, tuone tumsaidie. Subiri kwanza kidogo. Subiri nini? Subiri kwanza tuongee. Aone masumbufu ya mwenzio. Baby mwache. Nitamwacha kivipi lakini? Ule mwache tu aende. Mwache tena kivipi lakini? Haupeni tu msaada kwa mtu mwingine lakini. Baby siende. Bakia hapa tuongee. Kwa nini Beni siende? Twende tumsaidie mpenzi. Hapana. Twende lakini. Basi twende nyumbani. Nyumbani sasa. Hapo na kwa nini unamobaki? Kimbia. Njoo usiogope. Kaka vipi? Una tatizo gani, mbona unakimbia namna hii? We acha tu. Unajua nakimbizwa na nyoka mkubwa sana. Tena nyoka? We acha tu. Sasa wewe kila siku nakimbizwa na nyoka. Na nyoka huyo yuko wapi? Kweli dada. Kwanza nikuulize. Ule mwanamke ni nani yako? Mwanamke yupi? Usiwaze sister. Binadamu kawaida kusaidiana. Nani kama binadamu? Lazima nikushukuru. Kwani wewe ni kijana mwema. Kwani kukusaidia ndio inaonyesha kama ni mtu mwema kweli? Dada, acha shobo. Kawaida bana. Acheni ugomvi. Tena mimi na wewe. Siku njema. Haya kwako pia. Wewe nenda bwana. Kumbe ndo yule. Yule ni rafiki yangu tu wa kawaida. Rafiki yako? Ndiyo. Rafiki jini? Yule sio jini. Ni binadamu tu wa kawaida. Hapana. Sio kweli. Alafu acha niende nyumbani. Nitazidi. Acha nikusindikize. Nisindikize? Sawa. Yule dada yule. Hapana, sio yeye. Ni yeye. Basi.
unajua mpenzi, tumetoka huko ghafla hatujaongea chochote. Si ndio? Unajua nilivyokuona tu nilikumbuka yule mpango tulioupanga. Unajua hivi ni siku nyingi tunapendana, na katika mapenzi yetu nimekwambia kama nahitaji kuoa na vigezo vyote vya kuwa na mwanamke ninavyo. Sasa unajua nimekwambia hapo awali kuwa ninahitaji mwanamke. Sasa kwa hiyo nahitaji kabisa tupange siku maalum ya mimi na wewe kufanya harusi. Uwe mke wangu halali na mimi niwe mume wako halali, kwa kuwa nakupenda kweli. Natamani uje ndani ya maisha yangu. Ila Fabrice, achana huyo binti. Nenda nyumbani, nina mazungumzo na wewe ya siri. Wacha nikuache niende. Mambo mengine tutazungumza baadaye. Baby, mbona ghafla? Nitakwambia. Wacha niende nyumbani kwanza. Mambo mengine tutapanga siku nyingine. Baby, ni chumu kwanza. Kuchumu tena? Ni chumu. Anaogopa bana. Mimi naogopa. Please. Ni chumu. Nimesubiri. Adia, kwa nini nataka kupoteza dira? Hapana Malikia. Unamdanganya nani? Siwezi nikakudanganya Malikia wangu. Acha nije ndo unieleze vizuri. Adia, kwa hiyo nataka kucheza na hadithi yangu, si ndio? Malikia, samahani. Samahani ya nini? Nimejikuta nimempenda, ndio maana nimeshindwa kumshambulia.
Unaona sasa mambo yako. Nataka nikuadhibu mpaka ujutie maisha yako. Pole sana mpenzi. Ulikuwa umeandamwa na jini? Ndio mpenzi. Sasa ulikuwa bado hujaona kuwa yeye ni jini? Sikumwona kama ni jini. Amenikuta hapa na jikalia zangu akaanza kunitombokea. Pole sana mpenzi wangu. Ila kitu ujue, Mungu ni mwaminifu milele. Kila vita yoyote lazima aipigane kama Mungu. Lakini mpenzi, kuna kitu nataka kukwambia. Kitu nataka niambia? Ndio. Kitu gani hiko? Mpenzi, mimi niambie, unaogopa nini? Mimi vipi? Matatizo gani wewe? Matatizo gani? Mbona sikuelewi? Ongea basi. Shida gani? Una tatizo gani? Mbona sikuelewi? hamna mpenzi. Hamna na ile hali yako naona unatetemeka. Si uniambie basi ulichotaka kuniambia. Hamna, nitakwambia baadaye. Acha kwanza mimi niende. Uende tena? Ndio, mimi naenda.
Basi nikusindikize. Mungu wangu, hiki ni nini? Mbona sielewi? Lakini Faber, usipoona vizuri, umependa jini. Na usipoangalia vizuri, utapata tabu kabisa. Jini? Ya, jini. Kwanza demu yupi unayemzungumzia? Unaona ule demu aliyetukuta ile sehemu. Unasema ule cheupe wangu? Ya, ule. Asa ule akawa jini aje? Kaka wewe hujui. Unajua watu wa kijijini ukishaona demu mzuri, hakuna kitu kingine wanachokifikiria tu ni jini. Nataka nikwambie kitu. Unamwona huyu mama mmoja hivi, huyu mnene hivi, huyu mama mwekunda hapa. Yes. Sawa. Unaona kibena huyu? Yeah. Ule mtoto sasa ni shangazi yake. Sasa unaniambia ni jini vipi? Na ile hali ya kuwa ni jirani. Bro, na kuna kitu ambacho hujui. Unajua baba yake wamehamia mjini baba, na mimi hapa punde kidogo tu utanikuta huko mjini. Bro, unajua kama nakwambia hivi. Kwamba mimi najua kitu kilichonikuta. Kitu gani iko? Kitu gani? Mbona ni uoga wako tu kila siku unakuwa muoga? Mimi nimependa bana, nimemuelewa yule binti. Ushapenda? Yes. Lakini Faber, unajua wanasema kwamba macho apendayo haoni, na masikio apendayo hasikii. Wacha wewe. Yaani unataka kuniambia kwa mimi ni kipofu? Mimi ni kiziwi? Amna. Bro, sema, unajua mimi ni mtu wa Mungu. Na mtu wa Mungu ana haki zake zote za kupenda mtu anayemtaka. Sasa kitu nikwambie, watu wa hapa mtaani kwetu kijijini hawajasirimuka. Unajua mimi nimezaliwa mjini, japokuwa tunaishi hapa kijijini, kuna vitu fulani angalau tunajua. Na au umeshampenda na wewe unapenda mimi? Brother, unajua na kuheshimu sana. Na nikisema na kuheshimu na maanisha. Mimi siwezi kuingilia mapenzi yako. Kwa kuwa nimekukalisha hapa ili tuongee hivi, ni kwamba naona unapoelekea sio pazuri.
Mapema. Leo kabisa. Karibu, mimi niko naandaa vitu hapa. Mimi nachoka sana. Unachoka? Mimi naona natoka shambani. Ila bro, unakuja muda mwafaka kabisa. Kweli? Ndio. Unajua kuna jambo ulitaka kuniambia siku ile, ghafla ikashindikana. Ndio. Na nina mambo mengi leo nataka tuongee. Mambo mengi? Basi niko hapa, niambie. Najua hiyo siku nilikuwa nimetumwa kwako. Tulia kijana. Nenda kwa mtumishi wangu Fabrice, atakusaidia. Katika maisha, ukimwacha Mungu kidogo tu, kweli maisha yako anaanza kuyumbayumba, naenda huku na kule. Hata mgeni wangu. Vizuri huyu. Ndio, ni mgeni wangu sasa. Sema wewe nenda tu, mambo mengine tutazungumza baadaye. Sawa. Okay. Sasa ikashindikana jinsi gani ya kuongea. Na leo nilipokuwa shambani, nimepata sijui niseme ni ndoto ama maono. Unajua kaka, kuna vitu na mimi sikusivielewa. Kuna mauzauza fulani hivi yanaanza kunitokea. Unajua, na mimi juzi nimepata maono. Na katika maono yale nikapata yule mpenzi wangu akiwa na mama moja hivi. Sasa nikaona yule mama namkemea. Katika maono hayo, sasa mimi nilipowaendea yule mama nikaona ananiogopa. Sasa aliponiogopa, mimi nikapaza sauti kwa maombi. Nikaomba Mungu kabisa kwa roho na kweli. Nikaomba kabisa kwa roho. Yule mama akapotea mara moja. Na alipopotea, yule binti akabaki pale. Ai binti nikajaribu kumhoji, sasa wewe namna gani unahojiana na majini? Sasa nilipojaribu kumhoji yule mwanamke, akajaribu kuniambia, yule ambaye ni mpenzi wangu, akajaribu kuniambia vitu ambavyo sivielewi. Na nilipomuuliza kwamba yule ni nani, aliniambia Amna, nitakwambia baadaye. Acha kwanza mimi niende. Uende tena? Ndio, mimi naenda. Basi nikusindikize. Kumbe alikataa usimsindikize. Sasa tunasikia kakitu hapa. Unajua kaka, wacha nianze maombi ya mfululizo. Kwa sababu tangu nikutane na yule mwanamke, maombi kabisa yamekoma sana. Hivi siombi kama hawa. Najikuta nguvu za Mungu zinaenda zinasononeka ndani mwangu. Zinaenda zinaniishia. Hata maombi ya usiku siombi kama ilivyokuwa mwanzo. Hapa yafaa nifanye jambo. Kumbe inabidi waamke kweli. Na unajua wewe ndio tegemezi letu hapa kijijini.